Bwana asifiwe. Binafsi mimi ninamshukuru Mungu, ninaendelea vizuri na Mwenyezi Mungu anaendelea kunilinda. Nina imani kuwa pia na wewe hujambo. Katika nyakati ambazo tunazoziishi hizi ni nyakati za hatari. Na mwanadamu kila itwapo leo lazima tujifunze neno la Mungu. Kwa sababu Biblia ndiyo mwongozo pekee ambao unajua historia ya mwanadamu alikotoka, aliko na anakoelekea. Tukifuata kile kilichoandikwa katika neno la Mungu, tutafika salama tunakoelekea. Na usalama wetu pekee ni kulisoma neno la Mungu. Na nimepata nafasi hii tena ya kuzungumza na wewe wakati huo mzuri. Mungu mweza wa yote, nina imani ya kuwa uko nasi. Roho Mtakatifu akatufunulie neno lako kwa kunifundisha na kumfundisha mtazamaji na msikilizaji, na neno hili likalete badiliko la kweli ndani ya maisha yetu. Ni katika jina lako Yesu Kristo, amina. Leo ninataka tupate tafakari nzuri kwenye neno la Mungu kuhusiana na jambo linaloitwa upendo. Upendo inaweza ikawa na tafsiri nyingi sana, lakini mimi ninataka kuzungumzia upendo katika nyakati hizi ambazo tunazoishi. Biblia inasemaje? Yesu alisemaje? Katika kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 24 na fungu lile la 12, neno la Mungu linasema hivi: na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa. Mathayo sura ya 24 fungu lile la 12 inasema kwamba na kwa sababu ya kuongezeka kwa maasi, upendo wa wengi utapoa. Ninachoipendea Biblia ni kwamba Biblia iko wazi. Inazungumza upendo wa wengi utapoa, si upendo wa watu wote. Ina maana ya kuwa bado kutaendelea kuwepo watu ambao wataendelea kupenda. Kwa sababu inasema hivi, na kwa sababu ya kuongezeka kwa maasi, upendo wa wengi utapoa, si upendo wa watu wote. Kuna kundi ambalo lilikuwa likipenda, lakini maasi yanapoongezeka upendo wao unarudi nyuma. Lakini kuna kundi lingine ambalo lilikuwa linapenda, licha ya maasi kuongezeka, upendo wao utaendelea kuwepo. Kwa nini? Kwa sababu upendo ndio msingi wa serikali ya Mungu. Mtu hawezi acha kupenda mtu mwingine kisa maasi kuongezeka, bali ataendeleza kilichomo ndani yake. Kwa nini? Kwa sababu kile kilichomo ndani yake chanzo chake ni Mungu mwenyewe. Wale ambao wanaendelea kupenda katika nyakati ambazo maasi yakiwa yanaendelea kwenye dunia, chanzo chao hakitokani na wao wenyewe. Wanapofanya jambo hili si kwa sababu wasifiwe wao, wanafanya jambo hili ili Mungu aonekane ndani yao. Lakini wale ambao upendo wao unapoa kwa sababu ya maasi kuongezeka, that means ya kuwa walikuwa wakipenda ili waonekane wao, si Mungu waonekane. Unaweza ukaniuliza kwa nini ninasema ya kuwa si ili Mungu waonekane, ila kwa sababu wao waonekane? Utanielewa vizuri tu, kwa sababu Biblia iko wazi. Biblia inasema hivi katika kitabu kile cha Timotheo, katika kitabu kile cha Timotheo wa pili sura ile ya 3, Timotheo wa pili sura ile ya 3 na fungu lile la 1. Hapa ninazungumzia kundi ambalo upendo wao unapoa kwa sababu ya maasi kuongezeka. Biblia inasema hivi: lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari,
Kwa nini? Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi, wasiowapenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wagaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wenye mfano wa utauwa, lakini wakikana nguvu zake, hao nao ujiepushe nao. Biblia inasema hivi kuwa siku za mwisho zitakuwa nyakati za hatari. Kwa nini? Watu watakuwa wakijipenda wenyewe. Siwezi nikarudia haya mambo yote ambayo Paulo ameyazungumza kwenye Timotheo wa pili sura ile ya 3. Yaani hii inamaanisha ya kuwa ukiunganisha na kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 24 na fungu lile la 12, unapata picha kwa nini maasi kuongezeka itafanya upendo wa watu wengi upoe. Upendo wa wengi unapopoa, si kwamba upendo wa watu wote unapoa, bali ni upendo wa baadhi ya watu, na baadhi ya hawa watu walikuwa wakifanya huu upendo. Sio kwamba upendo wao ulikuwa unatokana na aliye chanzo cha kila kitu. Hapana, upendo wao ulikuwa ukijikita katika wao kusifiwa, na si ili kumrudishia Mungu utukufu. Watu wa namna hii ndio ambao wakati inapofika siku za mwisho, upendo wao unajigeukia wao wenyewe, wanakuwa wabinafsi, wanajipenda, hawataki kufanya suluhu, wasiompenda Mungu. Kwa nini? Kwa sababu wamependa anasa. Biblia, ndiyo maana mimi nasemaga siku zote, Biblia imefunua kila kitu ambacho utahitaji kujifunza kwenye maisha yetu, iwe maisha yaliyopita, iwe maisha tuliyomo, na iwe maisha ya baadaye. Chochote kinachoendelea kwenye Biblia, chochote kinachoendelea kwenye ulimwengu kimeandikwa kwenye Biblia. Inategemea tu na wewe unaisomaje. Lakini ukitaka kuelewa mambo yote yanayoendelea kwenye ulimwengu wetu huu, chukua Biblia, itakupatia kila kitu na inaorodhesha kila kitu, kwamba siku za mwisho ni siku za hatari. Kwa nini? Kwa sababu kutakuwako nyakati ambazo watu watakuwa wenye kujipenda, wenye kupenda fedha. Kwa sababu ya mimi kupenda fedha, hata kama nilikuwa na uwezo wa kumsaidia mtu fulani, ninaona kana kwamba kile kitu kidogo nitakachompa huyo mtu, kana kwamba amemaliza mambo yangu yote, au amemaliza fedha zangu zote ambazo mimi nilizonazo. Lakini si kweli. Wale ambao wanaacha upendo kwa sababu ya maasi kuongezeka, ni kwa sababu upendo wao ulikuwa haujajengwa kwa yule aliye mwanzilishi wa kila kitu, ambaye ni Yesu Kristo. Kama upendo wao ungelikuwa unajengwa kwa yule aliye chanzo cha kila kitu, ambaye ni Yesu Kristo, upendo wao usingelikoma. Kwa nini? Kwa sababu ukisoma fungu lile la 13 kwenye kitabu cha Mathayo 24, inasema hivi: lakini mwenye kuvumilia hadi mwisho ndiye atakayeokoka. Maana yake ya kuwa bado watakuwepo watu ambao watakaovumilia hadi mwisho. Kama nani? Kama jinsi Yesu ambaye ndiye mfano wetu alipokuja kutuokoa, alivumilia mateso. Mpango mzima wa kumwokoa mwanadamu ukakamilika. Je, unayotendewa Yesu hakutendewa?
alitendewa, na alitendewa zaidi ya unayotendewa, lakini bado alistili kuvumilia ili misheni yake ikamilike. Na sisi tunapoishi katika ulimwengu, kusudi letu ni kupigania kuishi maisha ambayo yako ng'ambo ya haya maisha. Imani yetu haitakiwi kuishia katikati kwa sababu ya yale ambayo tunayotendewa. Imani yetu inatakiwa kustahimili changamoto na majaribu na misukosuko ya maisha stili mpaka tunakamilisha kazi tulioitiwa katika ulimwengu wetu huu, mpaka tunafika kwenye kikomo cha ukamilifu wa imani. Hapo ndipo Mungu atakapojivunia na kusema ya kuwa nina mtoto ambaye amevumilia kila kitu kwenye ulimwengu wetu huu. Upendo ni msingi wa serikali ya Mungu, ndiyo maana hauwezi ukakoma. Katika kitabu cha Yohana 3:16 Biblia inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda nini? Ulimwengu, akafanyaje? Akamtoa mwanawe wa pekee. Kwa nini? Ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Huwa upendo tunatakiwa kuutangaza, tunatakiwa kuusambaza, tunatakiwa kuwaambia watu wengine watambue siri kubwa na msingi wa serikali ya Mungu namna ulivyo. Kwa hiyo tunapofanya jambo lolote linalohusiana na Mwenyezi Mungu, lazima tufanye si kwa sababu ya sisi tuonekane, ila yule aliyoko ndani yetu ambaye ni Yesu Kristo aonekane, ili kila mtu ambaye atakayepata msaada kutoka kwenye maisha yetu atambue ya kuwa Mungu yupo na Mungu anawajali watu wake. Ndicho ambacho Yesu alikizungumza kwenye kitabu cha Mathayo sura ile ya 22 na fungu lile la 35. Ni kisa ambacho kinamzungumzia tajiri mmoja. Anasema hivi, mmoja wa mwanasheria akamuuliza, akamjaribu, mwalimu, katika Torati ni amri ipi iliyo kuu? Sikiliza maneno ambayo Yesu aliyoyajibu. Kumbuka anauliza swali kwa kumjaribu, lakini Yesu anamwambia hivi, akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri iliyo kuu, tena hii ni ya kwanza, na ya pili yafanana nayo ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Katika amri hizi mbili hutegemea Torati yote na manabii. Tunafahamu kuwa zipo amri 10 ambazo Mungu ameziandika kwenye kitabu cha Kutoka sura ile ya 20, lakini Mungu anapozifupisha kwenye kitabu cha Mathayo anamaanisha kuwa zile amri si tu amri kama tunavyotunga sheria zetu za kidunia. Huu ni utaratibu Mungu ameuweka kwa sababu msingi wa serikali yake ni upendo, na upendo ndio maana ameleta huu utaratibu. Ndio maana utasikia anasema hivi, tumpende Bwana Mungu kwa moyo wetu wote, kwa akili zetu zote. Alafu anasema ya pili inafanana na hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Kile ambacho huwezi ukataka wewe utendewe, kwa nini umtendee mtu mwingine? Maana yake ni kwamba chochote ambacho ukitendewa utajisikia vizuri, utajua ya kuwa Mungu yupo, basi mtendee na mtu mwingine namna hiyo, naye atatambua uwepo wa Mungu kwenye maisha yake. Watoto wa Mungu walioitwa, ambao wanajinyenyekeza mikononi mwa Mwenyezi Mungu, ambao wameketi kwa Yesu Kristo na Roho Mtakatifu akiwa anatawala maisha yao na kuwaongoza katika hii dunia, kamwe hawataacha kusudi ambalo waliloitiwa kwenye hii dunia eti kwa sababu wametendewa jambo fulani. Ataendeleza wito na jambo aliloitiwa la kutangaza habari njema ya ufalme wa Mungu kwa kila mtu mpaka pale ambapo Yesu atakaporudi. Ndiyo maana kitabu cha Yohana 13:34 inasema hivi, kitabu cha Yohana
Kitabu cha Yohana sura ya 13 na fungu lile la 34 inasema hivi: amri mpya nawapa, mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Haijalishi ni mangapi ambayo umetendewa, haijalishi uliwatendea watu wema wakakurudishia mabaya, kama upendo wako umejengwa katika msingi ya kumtangaza Kristo na Kristo aonekane katika huduma yoyote ile ambayo unayoifanya, kamwe hautaacha kuendeleza wito wa pekee ambayo ulioitiwa katika dunia hii, bali utaendelea kumshikilia na kumng'ang'ania Yesu Kristo akuelekeze kutenda lile lililo jema kwa wakati sahihi na kwa muda unaofaa. Tusitende jambo lolote ili sisi tuonekane, bali tutende jambo lolote ili Yesu Kristo aonekane ndani ya maisha yetu na kugusa maisha ya watu wengine. Haijalishi upendo wa watu wengi utapoa namna gani, bado watakuwepo watu ambao wataendelea kudumisha huo upendo, na ndio wale wanaozungumziwa, mwenye kuvumilia hadi mwisho ndiye atakayeokoka. Nina imani ya kuwa tunapambana na haya maisha ili tuendelee kuishi, lakini ukweli ni kwamba tunaweza tukapata kila kitu tunachokihitaji, lakini stili bado tutakufa. Je, ukifa unakufa ukiwa ndani ya Kristo? Wito wangu katika wakati huu mzuri ni kwamba tuwekeze maisha yetu kwenye mikono salama, mikono ya Yesu Kristo, ambaye ndiye anajua mwanzo wa maisha yetu tuliopo leo na tunakoelekea, ili hata basi tukiondoka kwenye hii dunia, tuna imani ya kuwa katika ulimwengu mpya na mbingu mpya tutakuwepo. Mungu na kubariki unapochukua hatua. Ninakushukuru Mungu Mwenyezi, neno hili likabadilisha maisha yetu, ni katika jina lako Yesu Kristo, amina.